When the money is collected, is it distributed to all artists equitably? Or how do you know who earns what? Wacha niongee nisikike. Na niongee nitoke. Kwanza naitwa Justus Ngemu. Ni mmoja wa waanzilishi wa camp. Co-founder wa camp. Kenya Music Association of Kenya. I mean, what? Founder. Whatever it is. And the Association of Music Producers. Yes. Yeah. And currently mimi ni chairman wa MAC, Music Alliance Association of Kenya. Yeah. Nimefanya kazi na CMOs kwa zaidi ya miaka 20. Na ile swali mlianza nayo ni nzuri sana ya pesa siko wapi. Kwa sababu muimbaji amefanya kazi yake. Muimbaji ameenda studio akaleta product. Kwanza mwanzo tuanze na kusema kwamba hii music ni biashara yetu. Chenye tunatoa ni product yetu. Kama vile mkulima analima, anapeleka mbegu zake sokoni, anaenda kuuza. Music yetu haina tofauti na hiyo. Lakini kwa sababu ya hii part ya entertainment, watu wanakimbia kwa hiyo entertainment, wanasahau biashara nyuma yake. Lakini kuna wajanja ambao wamejua, wamemulika, wakaona kuna biashara serious katika music industry. Wakajificha chini ya kitanda. Wanakulia huko chini. Na sasa swali ya pesa siko wapi ama shida ni gani? In fact, tumekuja na purpose ya kusema to expose shida ni nini na solution ni gani. Nitasema artist ameimba, amepeleka works in the market. Wenye kutumia music na wenye kulipa wako willing kulipa wa support artist. Lakini majamaa wamejifix hapo katikati, ndio wanajua ni nani atakula, ni nani atafanya nini na atafanya nini. Sasa wana frustrate artist na serikali. Kama jamani nani? Hiyo ngoja. Hiyo swali unauliza pesa siko wapi, tumeulizwa mara nyingi na serikali wametuuliza tuwasaidie aje. Nashukuru kwamba Itumbi yako hapa tukiongea asikie. Hiyo swali tumeulizwa na Ababu na Mwamba, Aisha Njuma, yule alikuwa Amina Mohamed alikuwa mbele. Hiyo swali Wario. Hiyo swali tumekuwa tukiulizwa. Kila mtu anauliza. So yes, and we are genuinely asking. Lakini wanapiga chenga kwa sababu ya hiyo kizungu mingi ya ni IP ni what tuongee juu ya where is the business. Kwa sababu nimeinvest na nimekuja na product na inachezwa kwa TV hapa kwa Nation, imechezwa kwa Citizen, imechezwa kwa zile radio stations zingine na inauzwa, but money asipatikani. Kwa nini? Kwa sababu shida nitasema one ni CMOs. Kama kwamba mimi nimekuwa kwa CMOs hata mbele yake. Nafikiri hata nilichangia kuandika kwake. Yes. So what I'm trying to say here ni kwamba CMOs kusema kwamba siko na shida si yeye. Maana actually yeye alipata shida ambao ameinherit shida ambao alipata huko. Inaendelea. Na inaendelea. Lakini kitu nitamlaumu pamoja na wale ma-CEO wengine ni kwamba wakiingia hawakuingia kutengeneza, waliingia kuangalia kuna nini na wao wafanye vile wale wengine walikuwa wanafanya. Unaona? So that becomes a problem. Kwa hiyo one problem ni CMOs. Nimefanya kazi na CMOs na tukafanya bidii zote, tukaongea na music users subsectors zote 5, sijui 5 ama 6, na wakakubali wako ready kuja kulipa. Nani walileta siasa? MCSK. Walikubali wakasema we don't want hiyo operation unasema. We don't want any enforcement. We want to pay by ourselves. I was chairing all the meetings. Walikubali na tukasign agreement 2017. Ni kweli? 2017 ama you are not there? No, because siasa sianza immediately. Wali sign. Wali sign MOU. Kwa nini hawakulipa? Sawa, ni swali for another day. So
Shida ingine, hiyo ni shida ya kwanza. Shida ya pili ni serikali kupitia Kekobo. Sio serikali, manake nimesema CS ambao walikuwa in the past wamekuwa wakiuliza tuwasaidie wapi, tufanye nini, because we want to see you smiling and getting money. Then tukikuja kwa practicalities na practicals, CEOs ndio wanajua kuongea kizungu na kusema hii inaitwa IP, hii ni private business organization, hii ni member based organization. You see? Yes. And then it is based, member based organization. Wakati wanataka kupigiwa kura ni ya members. Wakati wameingia sasa, wao ndio wana manage hizo CMOs ni private. Unaona hiyo double speech. Sasa ona hapa, mimi siwezi kulaumu serikali hata nukta moja, na I have been in the ground all along. President mwenyewe amesimama June 24th akaita CMOs hapa State House, akawauliza mnataka tuambie artist nini? Tuambie artist December tarehe 12 2024 tutawalipa check ambazo wataenda nyumbani wakismile. That was a promise. Na president aka make that statement, na iliturn out kuwa uongo kwa sababu haijafanyika to date. That's how deep it is. Inatoka kwa CMS CS inaenda mpaka kwa president. Two, juzi president on 16th August last year 2025 again aka make statement, akasema kwa sababu CMOs wamekuwa wakisumbuka na artist all the time wana complain juu ya payment, please fanya kazi Kekobo, fanya kazi na CMOs na all other stakeholders to make sure muna integrate your systems with e-citizen to enable your collection and distribution to the members, and I want that report soonest possible. Na akasema on top of that, akasema hata ikiwezekana kama itabidi mfanye corporate amendment ndio muweze kusolve that problem, do it. Na mpaka wa leo nitauliza Dennis, kwa nini implementation ya collection through e-citizen haijafanyika? Kwa sababu inasimama, hatujui collection kwa nini hasijakuwa. CMO anasema ni nyinyi mmekataa. Nani members? Nani anasema nyinyi mlienda kwa mkutano mkakataa, ndio maana hawajasign. Hatujakataa members wale wako hapa na wale wako nje. Hata juzi tumeanza hata signing ya petition kwa wale ambao wanaona kwamba hawako ready kufanya kazi na e-citizen. Tuko in the process ya kusign petition kupeleka kotini. Kwa nini? Kwa sababu kama CMOs wamekataa kutusikiza na Kekobo wamekataa kutusikiza, then tutasikizwa kotini. Nikimaliza, Bwana Alex wa Kekobo akisema kwamba wanakuwa tongue tied kwa sababu ya members sijui nini. Hii Copyright Act imewapatia mamlaka yote. Na unajua wewe ni wakili, unajua vizuri sana. Kwa hiyo ni vibaya sana kumislead artist na kumislead the public ukijua vizuri sana you are misleading. Because Copyright Act iko hapa 46F inawapatia mamlaka yote ya kuregulate CMOs. Mimi mwenyewe hiyo 56 million zinazungumziwa, nimeenda kotini. Ruling imetoka last 2 weeks, either 1 week or 2 weeks. Ruling ya kwamba 56 huyu alipe 56 million MCSK. Nikisema huyu ni CEO wa MCSK. And then Kekobo wakapatiwa ruling, ikawa kwamba Kekobo tumepatiwa mandamus order ya Kekobo wawe compelled kukobel CMOs waweze kufanya kazi according to the Copyright Act. Ni ukweli si ukweli? Alafu sasa unapata kwa bado tukiwa hapo haijafanyika na hiyo ruling imetoka, sio kwamba ni kesi iko kotini. Mimi nitarudisha hiyo kwa Dennis Itumbe kwa sababu yeye wacha tusikie watu wengine kwa room. Nimemaliza.